Kuna top secret ambayo imeweza kufichuliwa na one of the Jubilee members, na I'm talking about huyu jamaa anajiita Mhindi wa Molo. Wanasemanga kwamba lisemwalo lipo, na kama alipo lipo njiani laja. So this gentleman kuna vile ametoa top secret ambao sidhani kama Fred Matiang'i ama Jeremiah Kioni ama the former president Uhuru Kenyatta angetaka hiyo siri iweze kufichuliwa sahi mapema. So it's like this person ameweza kufichua kitu ambacho hawangetaka sana kifichuliwe. Have you ever asked yourself a question why Ndindi Nyoro hadi wa leo hajawahi tangaza kwamba yuko katika mlengo fulani ama anafanya kazi na chama fulani? He was interviewed na akaulizwa swali, mbona hujasema kwamba you are working with a certain party ama uko katika mlengo fulani? Akasema bado time, I'm just working for my people. We've seen lately Ndindi Nyoro anafanya tu maendeleo na anafanya vitu ambavyo hata even other MPs hawajafanya katika constituencies sawa. Tumeona kwamba ameweza kupeana free education katika constituency yake. Tumeona kwamba amepeana chakula katika mashule mbalimbali, na amejenga madarasa and is doing development in his constituency. So I've been asking a question, why Ndindi Nyoro is silent up to this time, kwamba hataki kusema anafanya kazi na chama fulani ama yuko katika mlengo fulani. Ladies and gentlemen, Mhindi wa Molo amekuja kupitia mtandao wa YouTube, vile nimepitia hivi nikapatana na video moja nasema kwamba wanamlika sana Ndindi Nyoro. He's a young man na ni mtu ambaye anajituma kwa kazi ambayo anafanya. Ndindi Nyoro has been focusing too much on education. So amesema kwamba they are monitoring Ndindi Nyoro sana. He might be the possible running mate wa Fred Matiang'i wakati tunaelekea kufanya kura za mwaka wa 2027. So that is a top secret ambayo imeweza kufichuliwa ndani ya chama cha Jubilee, and maybe this might be true because Ndindi Nyoro hadi wa sasa ametulia tu sana, na ukiangalia anajaribu kufanya vile vitu ambavyo anajua kwamba serikali kidogo imeumiza Wakenya sana sana katika upande wa education. We've seen kwamba kuna capitation challenges katika shule mbalimbali, wanafunzi wanapitia changamoto nyingi sana, but kulingana na Ndindi Nyoro is trying to take out that burden na kutoa hiyo shida kwa wazazi kwamba he can pay for students school fees, wanafunzi walipie school fees, hawajengee madarasa vile inafaa, and many other things in this education sector. Na ukiangalia sana these vibes so much na ile kazi ambayo Fred Matiang'i alikuwa anafanya wakati alikuwa CS wa education hapa nchini Kenya. Story number 2 is about Rigathi Gachagua, the former deputy president and the DCP party leader. Ameweza pia kushtua watu pale kwenye mtandao wa Facebook na katika social media platforms zake. Kuna vile ametoa picha fulani ambayo inaonyesha kwamba kuna askari ama kuna mlinzi mmoja wa deputy president Kithure Kindiki mwenyewe, ambapo amepigwa picha wakiwa pamoja, na inasemekana kwamba kulingana na Rigathi Gachagua, huyo mlinzi alikuwa mmoja kati ya wale watu ambao walienda kuleta vurugu pale kanisani ambapo alikuwa anaabudu Udhaya. So he's saying that this is your personal bodyguard, and he was one of the goons who brought chaos pale kanisani wakati nilikuwa naabudu. So he has said that Kithure Kindiki is part and parcel of the attack which happened pale Udhaya kanisani. That's what is happening in Kenya, and authorities wamesema kwamba kutokana na hii sekta ya ulinzi kwamba wataweza kufanya investigation kuhusiana na hilo jambo, kwamba who planned this attack na kuenda kuleta vurugu pale kanisa ya ACK Udhaya. We saw a lot of people were injured. Watoto walikuwa wanaumia sana kwa sababu walipata maumivu ya tear gas, gari ziliweza kuharibiwa, and the church service was just distracted completely. Tunaona kwamba hata mhubiri mwenyewe alikuwa anatorokea uhai wake. We saw the former deputy president alikuwa anatorokea msituni and such like things. So deputy president aliyekuwa Rigathi Gachagua amesema kwamba Kithure Kindiki is part and parcel of the planned attack ambayo ilifanyika pale Udhaya ACK Church. Story number 3 is about the Kisii County Governor Simba Arati na chama chake cha ODM waliweza kufanya mkutano ambayo unaitwa Linda Ground
sijui nini pale Kisii County ambapo ni Ogembo Sameta Grounds. So chama cha ODM kiweza kufika pale na kuhakikisha kwamba wanalinda ground engagement na wakazi wa Kisii County na wakazi wa Ogembo at large. Tuliona kwamba kulikuwa na umati wa watu ambao waliweza kufika pale na waliweza kuhudhuria huu mkutano. The party ilikuwa inazungumzia kuhusiana na vile wanajiandaa kuelekea mwaka wa 2027 na vile watakuwa wana make sure kwamba the ground iko na support ambayo inahitajika kwenda kuelekea kwa chama cha ODM. The ODM party leader Oburu Oginga aliweza kusema kwamba this party is going to have a conversation ama wataenda kuwa na mazungumzo na chama cha UDA wakisha kwamba watakuwa na uhusiano mzuri wakati wanaenda kufanya kura za mwaka wa 2027. But Simba Arati aliweza kushtua watu wengi. Mimi mwenyewe bado nimeshtuka. Aliweza kuahidi wakazi wa Kisii County kwamba anazidi kupanga mikakati ya kuhakikisha kwamba ataweka TV kwa classes za wanafunzi wachache, hasa hawa wa chekechea sana sana ECD classes, ambapo atakuwa anahakikisha kwamba every class iko na television. After that television atahakikisha kwamba watoto wanapata maziwa, then from then wanalala. So this is what he said. Evidence 135 tokobeke TV me bina promised akamontaga akorosugunka na nyina na isekale to school kabeke ruchi chikatundu kaligerelia ilikaro sile kaiwa mabe. That's what the Kisii County Simba Arati said kwa umati wa watu, and they were very happy. So he was targeting youths, akijaribu kuhakikisha kwamba support from the youths iko gangari, na kuhakikisha kwamba these people anajua kwamba these are the ones who are active in bed na wako njiani kuzaa watoto wengi. So that's what he was trying to target, na hakikisha kwamba wakati tunaelekea kura za mwaka wa 2027 the youths wako pamoja na chama cha ODM. Those are the top stories of today, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching, and thank you so much for subscribing to this channel. I could to know your views in the comment section kwamba je, unakubaliana na huyu jamaa anaitwa Mhindi wa Molo kwamba Ndindi Nyoro huenda akawa yeye ndiye the possible running mate wa Fred Okengo Matiang'i wakati tunaelekea kufanya kura za mwaka wa 2027. Je, do you agree with Mhindi wa Molo ama ni maneno tu anakula? Hata ukijaribu kuangalia Ndindi Nyoro is trying to do something sensitive kuhakikisha kwamba he gets that support Kenyans. Ikifika ni ule wakati anasema kwamba mimi nafanya kazi na mlengo fulani, kwa mfano aseme kwamba mimi nafanya kazi na Jubilee Party, so utaona kwamba itakuwa kasi rahisi sana, kwa sababu watu watajua kwamba hii chemistry kati ya Ndindi Nyoro na Fred Matiang'i, hawa ni watu wanajua kwamba vile watarahisisha mambo na education system in Kenya. So I got to know your views in the comment section. Uniambie kwamba how do you think about Mhindi wa Molo's statements kwamba Ndindi Nyoro can be the deputy president if he chooses to work with Fred Okengo Matiang'i. Huenda hii ni secret fulani chama cha Jubilee kimeweza kutuficha sana. So that's enough for today. Thank you for the returning subscribers who keep on coming back here to watch this political content, and for the new subscribers, thank you so much for your massive support. Let's meet in the next episode.